ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema, ametenda mema, ametenda mema, ametenda mema. Wewe Baba, Baba, wewe ni Baba utukuzwe. Baba, wewe ni Baba, Baba, wewe ni Baba utukuzwe. Baba, wewe ni Baba, Baba, wewe ni Baba utukuzwe. Baba, wewe ni Baba. Kusikia kile ambacho Bwana amekupatia siku leo. Tumisha Mungu akubariki sana. Karibu sana. Hallelujah, hallelujah. Ninayo furaha kutosha ninapomsikia ndugu yangu ananikaribisha. Lengo nikapate kusema na wewe kuhusiana na neno la Mungu. Kwanza niseme kabisa hongereni sana kwa ajili ya uimbaji. Uimbaji ulikuwa ni mzuri na hakika kwamba kwa kila mmoja ambaye ameweza kusikia uimbaji wa siku ya leo, hakika ulikuwa ni tofauti na wiki ile tulipofika mahala hapa na kuwasilisha neno. So ndugu zangu wapendwa, mahala hapa ni kama wiki ya hii ni mara ya pili tunafika mahala hapa kuja kuwasilisha neno la Mungu katika mazingira haya. Tulikuja kama wiki mbili kama sijakosea zilizopita, tukaja kuwasilisha neno mahala hapa na tukaweza kutoa ahadi. Mungu akitubariki tutarejea tena kuweza tuzungumze kuhusiana na kusudi na mapenzi ya Mungu. Ninachokifahamu muda huu, najua wapo wengine mpo majumbani ambao mnasikia hii sauti, wengine mpo kwenye frame ama niseme maduka ama ofisi yako unasikia hii sauti. So mimi niombe kitu kimoja. Leo ni siku ya ibada. Najua kama ulishindwa kwenda kanisani, basi huu uwepo wa sisi kuwepo mahala hapa, hebu jiunganishe pamoja nasi ili tukapate kuweza kuwa kitu kimoja. Kana kwamba kuto kwenda kwako kanisani, kuwepo mahala hapa, basi mbele za Mungu ikahesabika kama kweli ulifanya ibada. Haleluya. Basi ndugu zangu, nisingependa niweze kuzungumza maneno mengi. Twende kwenye neno, alafu tuendelee kuelewa yale ambayo Mungu anataka mimi na wewe tuweze kuyafanya. Tufungue kile kitabu kinachoitwa Mathayo. Mathayo sura ya 5 na ule mstari wa 23. Kama una Biblia kwenye simu na Biblia yako mwenyewe kama kitabu, karibuni wapendwa. Kama mngependa kuhubiri, karibuni. Karibu, tunakaribisha. So Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 23. Karibu mtumishi wa Mungu kapata kunisomea mahali hapa. Neno la Mungu linasema, basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako. Mstari wa 24, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Mstari wa 25, patana na mshtaki wako upesi wakati wapo pamoja na njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kazi akakupeleka kwa askari ukatupwa gerezani. Hallelujah. Amen. Sasa Biblia ukisoma hayo maandiko, kuna kitu kiko hapa ambacho mimi ningependa nikikazie siku ya leo upate kuelewa. Naomba nikazie tena samani mstari wa 23 na ule mstari wa 24. Biblia inasema kama ifuatavyo: basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie ndugu zangu, mimi pamoja na wewe tunaweza tukaona ni kitu cha kawaida tukakorofishana, iwe na jirani yako, ukakorofishana na mama yako mkwe, ukakorofishana na tuseme ni ndugu yako, alafu ukachukulia kwa lugha ya vijana ukachukulia poa. Biblia inasema sadaka yako kabla hujaitoa lazima upatane na yule mtu ambaye ana neno juu yako, ndio itoe sadaka yako ihesabike. Kwa sababu iko hivi, unaweza ukategemea
kwa kutoa kwako sadaka uko sawa, huku ukiwa umekosana na jirani yako. Jirani yako amekuomba jambo, ama mmekwazana jambo, mmeshurutishana, sio mmefanyiana nini katika jambo lolote. Kama yule jirani yako hamjapatana katika lengo la kusema ya kwamba mnaweka vitu sawa, kama yule jirani yako ama ndugu yako ana neno juu yako la kukushitaki ama la kusema chochote ambacho kikakupa wewe hatia. Mfano tuchukulie, jirani yako anasema, kwa nini umeamua kuchukua ndala zangu umezikata, hutaki kulipa? Ukishindwa kupatana na huyo jirani yako, kabla ya kwenda kutoa sadaka, Biblia inakwambia usiitoe, kwa sababu ukiitoa sadaka yako inahesabika kwamba hakuna kitu mahala pale. Leo hii ni kawaida, vijana wenzangu tunasema kama poa iwe poa tu. Wanasemaga kama mbwai iwe mbwai. Mimi siji mbwai ni nini, Mungu nisamehe kama nimekosea. Lakini najaribu kusema ya kwamba wengi tunaamini ya kwamba mtu mwenzako akukorofisha pote le apote, acha nimwashie moto. Sikia, huenda kuna mara nyingi umeenda kutoa sadaka zako na sadaka zako zimeshindwa kuelewana. Umekosana na mume wako, unaenda kanisani, umekosana na mke wako, unaenda ibadani. Kitendo cha wewe kufika pale na mwenzako ana jambo lolote juu yako, kama ukijua ya kwamba hutaweza kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anakuambia, anakuelewesha, ni muhimu kupatana na mwenzako kabla ya kwenda katika uwepo wake. Umegombana na mwenzako, umegombana na jirani yako, tafuta mapatano kwanza. Tafuta mapatano kwanza. Labda yeye ndiye alete huo ubishi, ushurutishaji, alete hiyo fujo, alete hiyo kitu chake yeye, lakini yani asiwe na neno kwako wewe. Utakapokwenda mbele za Mungu kumfanyia Mungu ibada, Mungu asione kitu chochote cha kwa mtu mwingine kusema una hatia katika jambo lolote. Ndipo utakapokwenda kwa Bwana, ndipo pale utakapoweza kuona ya kwamba uko sahihi. Twende kwenye kitabu cha Mithali. Mithali sura ya 22 na ule mstari wa 7. Ndugu zangu, kuna vitu vingi tunavyofanya, tunajiaminisha mimi na wewe tuko sahihi, kumbe mbele za Mungu, Mungu anatuangalia alafu anasema, hivi wewe kweli ni wakudai haki yangu? Hivi wewe kweli ni wakudai ulinzi wangu? Hivi wewe kweli ni wakudai baraka yangu? Mithali 22, mtumishi wa Mungu tusaidie mstari wa 7. Neno la Mungu linatueleza, tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake yeye akopeshaye. Haleluya. Nirudie hilo andiko. Sikia andiko linavyosema. Linasema, tajiri humtawala masikini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Wewe unapokopa kwa mtu, ndugu yangu, unabadilika, unakuwa mtumwa kwa yule mtu uliyokopa kwake. Iwe ni gari la oya liko mahala hapa, leo ukalita oya njoo, ukajiandikisha oya pale, ukachukua mkopo wako. Kitendo cha wewe kushindwa kurudisha, ama kitendo cha wewe kugoma kulipa kile kinachoitwa nini, inaitwa deni, sio? Tunabidi tulipe kidogo kidogo, sio? Kitendo cha muda umefika, umepaswa kulipa deni siku ya Jumatano. Kushindwa kupatana na oya ama yule aliyekukopesha, kushindwa kupatana na yule yoyote yule ambaye alichukua kitu kutoka kwake, kushindwa kuzungumza naye, kumwambia ndugu yangu ama wenzangu, kusema ukweli, leo bibi nimekwama, sina kitu, siwezi kutoa lolote. Kitendo cha wewe kushindwa kupatana na yule ambaye anakudai, ukienda mbele za Mungu, kuna mashtaka yanayosimama, shetani atasimama nayo kukushtaki mbele yake, kana kwamba Mungu huyu anakuomba ulinzi, huyu anakuomba hiki, huyu anakuomba hiki. Alipatana siku ya Jumamosi, atalipa deni aliyokuwa anadaiwa na mama Juma, hukulipa. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka nikwambie, kitendo cha wewe kudaiwa na mama Juma na ukashindwa kulipa kwa wakati, ukienda mbele za Mungu,
Kwa kuwa Mama Juma ana neno, ana nyongo, ana kitu ndani yake kinachomwambia kwa nini fulani hajanilipa mpaka sasa. Nampigia simu amezima simu yake. Naenda nyumbani kwake anasema hayupo. Anafanya hiki na shida kumpata. Kitendo cha mwenzako kushindwa kuwa na amani na wewe mbele za Mungu. Mbele za Mungu. Mungu anaangalia ile kama ni hatia mojawapo ya wewe kushindwa kupokea kile ambacho unapaswa kukipokea. Twende tukafungue kitabu cha Yohana sura ile ya 14 mstari wa 13 mpaka wa 14. Kuna vitu vingi huwa tunakimbia tunamwendea Mungu. Mungu, ninaomba hili, ninaomba lile. Lakini kuna vitu tunavyofanya ambavyo tunamkosea Mungu, tunashindwa kupokea. Hebu nisaidie kusoma hiyo Yohana 14 mstari wa 13 mpaka 14. Karibu mtumishi. Nanyi mkiniomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Amen. Amen. Neno la Mungu linasema, nanyi mtakaponiomba jambo lolote kwa jina langu, nitalifanya, ili Baba atukuzwe katika Mwana. Nanyi mkiniomba jambo lolote kwa jina langu, nitalifanya. Haya ni maneno yake Yesu Kristo. Sasa naomba nikuulize swali. Nina dada mmoja, kwanza nitoe ushuhuda, afu ni ushuhuda katika swali. Dada mmoja akasemaje? Mtumishi wa Mungu, naomba maombi. Maombi gani? Akasema, ninatembea na mume wa mtu. Sasa yule mume wa mtu ananisaidia kweli, ananipa mimi pesa, nalipa madeni, nafanya vitu gani, napata nguo, napata hiki na kile. Niombee ili asiniache. Hivi kama mtumishi wa Mungu ndio wewe, mtu kakufuata naomba maombi, mume wa mtu azidi kubaki kukaa naye, ili inakuwaje? Iko sawa? Haiko sawa, si ndio? Sasa fikiria iko hivi. Wengi tunaomba vitu kwa Mungu ambavyo kiuhalisia hatustahili ama si sahihi kwetu kuviomba kwa Mungu. Yani katika majira ama nyakati husika. Unaenda mbele za Mungu ndugu yangu, unabeti Simba na Yanga wakapate kuweza kushinda magoli. Umeenda zako kubashiri, umetengeneza mkeka wako pale, umeweka AC Milani, umecheza na Barcelona magoli mawili, unategemea unaenda kumshughulisha Mungu kwenye kamari. Baba uliye mbinguni, Mungu nikumbuke, nimechora mkeka hapa, ninaomba Mungu nikumbuke Baba, nipate hizi milioni 3. Alafu unamwendea Mungu. Umetengeneza mkeka, umebeti kwenye simu yako, sio Superbeti, sio Asafubeti, alafu unaenda unamwendea Mungu, Mungu naomba nisaidie, nimebeti. Unaomba kitu ambacho kwa kweli Mungu anashindwa kukifanya. Unamfuata Mungu, unaenda kumwambia Baba, ninakuomba unibariki, niweze kuwa na ofisi kubwa, niweze kuwa na duka kubwa, niweze kuwa na biashara yangu ikapate kustawi. Mungu mwenyewe anakuangalia, hela zenyewe anakupa za bukubuku 1,500. Ndugu yangu, unawasumbua mabinti mtaani huko bizo, kila ukipata hela ukumbuki mama, ukumbuki dada, ukumbuki mdogo wangu. Wewe ni viwalo tu, videla, vinini hivi vinahitaji vile, vijola tu, bize tu ndugu yangu. Ndio ukipata hela kwako WhatsApp iko hapo, unajiunga bando la wiki nzima, unajiunga bando la 5,000. Wewe WhatsApp tu shwa. Mungu naomba unibariki, nipate duka langu liwe kubwa. Anakupa hela ndogo zinakutoa, yani zinakufanya wewe unatoka katika penzi la Mungu. Sasa kikupa hizo kubwa, ndo yale. Tumishi mmoja akaenda kwa mchungaji, akasema, mchungaji, niombe Mungu anipe gari. Akinipa gari Mwenyezi Mungu, Baba, nitakuwa ninawabeba watumishi wa Mungu, nitakuwa ninaenda ninapeleka kwenye mikutano, nitakuwa na wahi kanisani na kaa mbali. Tumishi wa Mungu akasema, ile jambo sawa. Tumishi wa Mungu akaingia kwenye maombi, pambana kwa ajili ya kijana. Akasema, mwanangu akipata gari mimi si nitapata lifti, mwanangu akipata gari mimi si nitakuwa naenda kusogea mahali. Kijana akapata gari bwana. Alipopata gari kanisani haonekani. Alipopata gari anapigiwa simu, mtumishi, kuna mkutano sehemu fulani. Yule mtumishi mwenye gari aliyetoa ahadi ya kwamba atafanya kitu fulani kwa Mungu, mambo ya Mungu kwake yamekuwa kama kikwazo tena. Sikia nikwambie, Yesu amesema mahala hapa, chochote utakachoweza kuomba katika jina lake Yesu Kristo atakufanyia. Lakini pia unapaswa kuelewa, Mungu anaangalia nyuma ya lile ombi lako. Nyuma ya lile ombi lako. Biblia inasema hivi, inasema
mnaomba lakini mnaomba vibaya, mpati kwa sababu maombi yenu ni vibaya. Mnataka hivyo vitu mvipate ili mtumie kwa ajili ya tamaa zenu. Mungu wangu nipatie mke, kumbe wewe akili yako ya kupata mke unataka tu kitanda chako kipate joto. Mungu nipatie mume, wewe ni yako kupata, yani upate mume waanze kujiani uwalingishe wenzako, kwa sababu naona ndoa za wenzako kwenye mitandao naona safi. Mungu anaona nyuma ya kile kitu unachokiomba. Mungu anatamani akakubariki na akapata kukupatia kitu ambacho anajua kikupatia kitakubariki, kitakusaidia wewe ukavuke kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini kama una neno na ndugu yako, Biblia inasema usiende kwa Mungu ukitegemea utapata kitu kama ndugu yako ana neno juu yako. Kwa mimi nataka nikusii ndugu yangu, kama ulikosana na mume wako, ili mradi ukapate kuwa sawa na Mungu, patana naye. Kama ulikosana na mke wako ukaamua kumwacha, umeoa mke wa pili, nataka nikwambie huyo mke wa pili atakusababisha wewe ukose mbingu. Nenda kapatana na yule mke wako wa kwanza utulie naye. Tumishi wa Mungu, uliona mke wangu wa kwanza alichonifanyia mpaka niliweza kumwacha? Yule mwanamke alikuwa kiburi, yule mwanamke alikuwa afui, yule mwanamke alikuwa afanya hiki afanye kile. Sikia nikwambie, sio mimi. Biblia inasema ya kwamba yeyote amwachae mke wake na akaoa mwingine, huyo mtu anakuwa ni mzinzi. Sio mimi. Mathayo hiyo 19 nasema ya kwamba mtu yeyote atakayemwacha mke wake na akaoa mwingine, yani ni mzinzi. Na yule mwanamke, kama wewe dada upo kwenye ndoa yako ya pili, ama wewe dada uko hapo kwenye mitala, unasema ni mke wa pili, sijui ni wa tatu, sikia nikwambie kitu kimoja. Mbele za Mungu Biblia inasema wewe ni mmoja wapo wa wazinzi, sio mimi. Mimi ni mtumishi tu, nimetumwa mjumbe, ninawasilisha ujumbe. Kama wewe ni mke wa pili, mke wa tatu, nataka nikwambie ya kwamba upo kinyume na vile Mungu anavyotaka wewe ukapate kuwa. Uko kinyume na vile Mungu anavyopata kuwa. Sasa ili mradi ukapate kuweza kuwa salama, wewe mwanaume ambaye umeoa mke wa pili, huyo mke wa pili wa tatu, hebu mweke kando. Mweke kando. Tumishi wa Mungu, unaweza kufungue Mathayo 19. Mweke kando. Lengo ndugu yangu, usije ukasimama mbele za Mungu ukahukumiwa dhambi ya kwamba wewe ni miongoni mwa wale wazinzi ambao wanaingia katika nyumba ambazo hapaswi kuingia. Nenda mpaka mstari ule wa 20 na wa 12 mpaka 11 natosha. Amen, tasoma. Amen. Mathayo sura ile ya 19 mstari wa 3 mpaka 11. Karibu tumishi. Basi Mafarisayo wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Je, ni halali kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mtu mke akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, atambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata umekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akamwambia, Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, azini, naye amwoaye yule aliyeachwa azini. Wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo haifai kuoa. Lakini yeye akawaambia, si wote wawezao kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Maana wako matoashi toka matumboni mwa mama zao, tena wako matoashi waliofanywa na watu kuwa matoashi, tena wako matoashi waliojifanya kuwa matoashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Awezaye kulipokea neno hili na alipokee. Amina. Sasa neno la Mungu lilikuwa linazungumza kwa namna hii mahala hapo. Sikia. Musa zamani alisema ukioa mke akakuzingua ama akakusumbua, achana naye. Musa alivyosema. Lakini Yesu akaja kurekebisha akasemaje? Sikia. Musa aliwapatia hiyo amri kwa ajili ya ugumu wa mioyo yenu. Ugumu wa mioyo yenu, lakini yule Mungu aliyemuunganisha Adam na Hawa alitaka lile jambo liwe vile vile.
Hakutaka mume akapate kuwa na wake watatu, akapata mume akapate kumwacha mke wake. Si mapenzi ya Mungu watu kuachana. Sasa sikia nikueleze kitu kimoja. Hapo nimesoma Biblia inasema ya kwamba kama umeachwa na mumewe, umeolewa na sasa upo kwenye ndoa ya pili, yule mume wako wa pili unamuingiza hatiani aingie motoni kama wewe pia utakavyoingia motoni endapo hutatubu na kumkiri Yesu Kristo. Wewe ambaye una mke wa pili, mke wako wa kwanza ulimtolea posa, ukamoa, kakusumbua, ukaamua kumtupilia mbali, huyo mke wa pili atakusababisha wewe pamoja na yeye utaingia naye motoni, kwa sababu umekosa na umenenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Tumesoma ile Mathayo sura ile ya 5 na mstari ule wa 23 ya kwamba kabla hujaenda kwa Mungu kutoa chochote ni lazima upatane kwanza na yule mwenzako ndio uende mbele za Mungu. Unaweza kaenda mbele za Mungu. Sikia nikwambie ndugu yangu, hata shetani anajibu maombi. Hata shetani anajibu maombi. Yesu Kristo baada ya kufunga kwake akachukuliwa na shetani akasimamishwa mahala pale. Akaambiwa, hebu angalia hili eneo lote. Umeona hizi mali zote hizi ziko chini yangu na mimi nampatia yoyote. Sikia nikwambie, una uwezo ukawa ni mzinzi, ukawa ni mlevi, mvuta sigara, mvuta bange, msaliti wa mke wako, mume wako, unavaa nguo za ajabu, ukawa ni mtukanaji, ukamwangalia mpira, mcheza beti, mcheza kamali, sijui nitaje kitu kingine, tutaje nini kingine hapa? Mvaa mawigi, rafiki yangu utaki kujipenda, unaamua kusema potelea pote, rasta ziko wapi, unaweka kichwani, umezeeka, nywele zako zinatoka mvi, unaenda kupaka blaki. Yaani yote unaweza kuyafanya, alafu kaenda mbele za Mungu, Baba, ninakuomba Mungu wangu nisaidie nipate hiki na kile. Mungu anakuangalia, shetani anasimama, Baba, muangalie mtoto wako, kafanya 1 2 3, anataka kutoka kwako, ni halali? Hapana. Shetani anachokifanya anakupatia wewe kile ambacho unachokihitaji. Ndugu yangu, shetani anajibu. Kwani watu wakienda kwa waganga wapataje? Sio wanapata. Mganga, nimekuja ninaomba nipate mtoto. Kwani watu wapate watoto? Mganga, ninakuja ninataka nipate utajiri. Watu wapate utajiri. Sio wanapata. Unadhani yule ni Mungu muumba mbingu na nchi anayejibu pale kwenye kinanili kile kibanda sijui niseme? Shetani anajibu. Kwa hiyo ndugu yangu, sikiani kueleze. Una uwezo wa kuamini ya kwamba uko katika usahihi. Leo hii umekosana na mke wako, umekosana na mume wako, mmeachana, upo kwenye maisha yako mapya ukitegemea katika kufanya hivyo uko sahihi. Lakini nataka nikwambie kwamba ni changamoto. Changamoto itakupelekea ukashindwa kuingia katika ufalme wa mbinguni kama hutapatana na mke wako ama yule mume wako kwanza. Nakwambia katika upendo wa Mungu, ndugu yangu, sikia. Kama upo kwenye mitaala, kama umeoa mke wa pili, nataka nikwambie, rekebisha, patana na wa kwanza. Ni watoto. Kama upo katika hali ya kuweza kuishi katika hali, umekwazana na mama mkwe, umekwazana na mwenye nyumba, umekwazana na jirani yako, umekwazana na rafiki yako, patana naye kabla hujasimama mbele za Mungu kawa na neno juu yake. Rafiki yako huyo, ndugu yako ambaye kiukweli ana neno juu yako, ataweza kukupelekea wewe ushindwe kuingia mbinguni. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, leo hii unaoweza kuona katika usahihi unaishi hivyo, nataka nikueleweshe na kukuelekeza. Kuna vitu ukishikanana navyo, ukagandamana navyo, hutaweza kupokea kutoka kwa Mungu. Elewa, kuna vitu ukiwa navyo kagandamana navyo, hutapokea kutoka kwa Mungu. Moja ya kitu ambacho kitasababisha ushindwe kupokea kutoka kwa Mungu ni kujihusisha na vitu ambavyo vimpendezi Mungu. Kujihusisha na vitu visivyompendeza Mungu. Leo hii ndugu yangu, unaishi katika utukanaji. Dakika 2 tusi. Ukitaka kumsifia mtu, mwanangu yule pale, tusi unaliachilia. Yaani ule mjomba yule sijui nini, tusi, unamsifia mtu, unampa tusi kama ndio sifa yani. Unategemea uko sahihi. Ndugu yangu, unaweza kutegemea kutoka kupokea kwa Mungu, Mungu akazindwa kukupatia kwa sababu ya aina mavazi tunayovaa. Ndugu yangu, umevaa suruali yako, mwanaume mwenzangu, suruali yako sijui kibukta chako na kivuta mpaka boxer yako ndani inaonekana, alafu kwako ujanja. Yaani mnasema kwa lugha za vijana unyama. Eti mnasema unyama ujinga, mwende motoni ukachome moto huko. Sikia nikwambie ndugu yangu, milege yote anapiga milege, kama utashinda kuvaa vizuri mbele za Mungu, wewe ni muovu tu.
Unaweza kwenda kanisani, unaweza kwenda popote pale. Hamna cha unyama, ila ni ukuzimu tu moja kwa moja. Yaani unasimama mbele za Mungu, huyu malaika anasema huyu alikuwa anavaa mlege. Kule pembeni kabisa. Leo hii uko mahala hapa ndugu yangu. Nizungumze kwa upande wa kina dada pia, nizungumze katika upande wenu. Unajua kabisa Mungu kakubariki. Mungu kakupa maumbile ama kakupa shape unasema. Alafu unaamua kuvaa vinguo vya ajabu ajabu, unapita tu mtaani hapa. Choi kwetu na miguu yako hapa. Nguo yenyewe uloivaa inakuacha wazi na kuweka umbo lake liko hivi, hipsi zake hizi hapa, yuko hivi na vile. Alafu ndugu yangu, Bwana Yesu asifiwe. Unategemea Bwana mabwana aliye mbinguni atasema that's good. Nikawa naambia watu, nakwambia nawe pia. Haiwezekani upo kwenye nyumba ya kupanga, umezungukwa na watu kama wote, unavaa zako kikanga kimoja, unatembea kwenye nyumba ya kupanga, unasema eti yuko sahihi. Yaani unavaa kanga moja, unaenda kuoga huko, unatoka nguo imekamata, alafu unasema huko katika utukufu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba kuna mwanamke kavaa mavazi ya kikaaba, unavaa kimini, kinguo kimekukamata, ukikaa chini unahangaika kukivuta kiweze kukaa vizuri. Alafu unategemea kutoka kwa Mungu. Upo katika hali ndugu yangu, unamsaliti mume wako, unasema una buzi lako, unamsaliti mke wako, unasema una piskali, alafu unasema eti haleluya, mbinguni Mungu anabariki. Sikia nikwambie, kuna vitu vitakavyosababisha Mungu asikujibu. Nizungumze juu ya pointi moja ambayo kikweli ni muhimu sana nikaizungumzia. Kwa upande wa mama zangu, leo hii shetani kawapofusha wanawake wengi. Hawataki kukujikubali, hawataki kujipenda wao wenyewe vile Mungu alivyowaumba. Hichi kitu hapa ndio kitaka ugomvi, unaotaka ugomvi, zungumzie hivi vitu. Dada wa Mungu kakuumba na unalikiri neno la Mungu. Biblia kasema pale ya kwamba Mungu kakuumba ukiwa sahihi, perfect. Unaenda kuchukua katani, unaenda kuchukua rasta hizo, unaenda kuchukua nini zingine hizi, plastiki hizi nyingine, unaenda kuchukua uzi, eti unakaa chini kabisa mtu anakusuka. Nywele zako Mungu kakuumba perfect, yani nzuri safi. Unaenda kuchukua uzi, unaenda kuchukua plastiki, unaenda kuchukua katani zile, unaziweka kwenye kichwa chako. Unasema ulembo, huu ni ulembo tu. Sikia nikwambie ndugu yangu. Mtumishi anasema ili mradi uonekane mzungu, na unataka urusha nywele ziluke hivi. Wanawake mnasikia la, nywele zenu za kibongo hazitaki kufanya, hazitaki luka hivyo. Sikia nikwambie, kuna vitu unaweza kusimama mbele za Mungu, Mungu akakukataa. Yaani wewe umemkosoa Mungu. Nywele zako ni nyeusi, umeenda naomba nipake bleach, hapa ni nyekundu, nyingine hapa ni njano, alafu unasema super. Nataka niwaambie ukweli. Hata unaipaka super black. Mimi nizungumza ndugu yangu, kama uko saluni pia unawapakaga watu black na kusii katika upendo wa Mungu. Biblia inasema hivi. Inasema huwezi kufanya unywele mmoja mweupe wala mweusi. Sasa wewe umediriki kulivunja andiko. Kana kwamba unaotaka kufanya unywele mmoja uliokuwa mweupe mweusi. Hizi nywele zangu zimepauka mtumishi, yani zimepauka. Yani naona kama vile zina vumbi hivi. Unaenda kuchukua black unapaka kichwani. Naamini uko sahihi katika upendo wa Mungu. Kama ulikuwa unafanya hivyo, ninakusihi uache. Wakina dada zangu, mama zangu ambao mnasuka rasta, mnasuka uzi, unasuka zako sijui yebo, unasuka jongo, unasuka darling, unasuka sijui nini hizo nyingine, sikia nikwambie, fumua hizo nyewe, toa kwenye kichwa chako. Maana unachokifanya ni unamkosoa Mungu pasipo wewe mwenyewe kuelewa unamkosoa Mungu. Nimezungumza mengi sana, lakini msingi mkuu nilioanza nao nikakwambia ya kwamba unapaswa kupatana na mwenzako kabla ya kwenda mbele za Mungu. Patana naye ili Mungu akukubali, akupokee pale utakapoenda mbele yake katika lengo la kuzungumza naye. Basi ndugu yangu, kama unaona haja ya kufanya toba na kurekebisha katika maisha yako, mimi nakusihi uje kwa Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yako. Ukapate kutubu dhambi katika kumwambia Mungu, kweli mimi nilimwacha mke wangu, kweli mimi nilimwacha mume wangu, kweli baba mimi na nguo za ajabu, kweli Mungu mimi huwa nina beti, ninaomba unisamehe, ninaacha kubeti, labda mimi nilikuwa nafanya hiki na kile. Mungu aliye mbinguni anakuambia, mtumishi wa Mungu, andiko la mwisho tulisome kisha nikukabidhi ukapate kuwasaidia ukapate kuokoka. Kitabu kile cha Isaya sura ile ya kwanza, Isaya sura ya kwanza mstari ule wa 16 mpaka ule mstari wa 18. Isaya sura ya kwanza mstari wa 16 mpaka 18. Karibu mtumishi.
Jiosheni, jitakaseni. Ondoeni uovu wa matendo yenu, usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya. Jifunzeni kutenda mema. Takeni hukumu na haki. Wasaidieni walioonewa. Mpatieni yatima haki yake. Mteteeni mjane. Amen. Mstari 18. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu japokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama seruji. Japokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Amen. Ndugu zangu, dhambi zako zote ulizokuwa nazo na maovu yako yote na namna zote ulizokuwa nazo, endapo tamkiri Yesu Kristo na kumpokea, Mungu anakuambia atakufutia maovu yako, atakuondolea kila kitu kilichokuwa katika hali ya kukukwamisha wewe usipatane naye. Yuko radhi kukusamehe, yuko radhi kukufutia dhambi pale utakapompokea Yesu Kristo na kumwamini kwa Bwana na Mwokozi. Karibu mtumishi wa Mungu, kapate kuongoza na kusema na watu wako, kapate kuweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika kumkiri Yesu. Karibu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nafikiri popote pale ulipo, mahali popote pale ulipo, umelisikia neno la Mungu. Neno la Mungu ambalo Mungu ameliachilia jioni hii ya leo. Limefunua uovu mbele yako, limefunua mabaya yote ambayo uko ukiyatenda. Na kwa sababu hiyo sasa, ni kualike ufanye maamuzi yako sahihi. Wakati ambao unaweza kufanya maamuzi ni wakati uko hai sasa. Ni wakati ambao unaweza kufanya maamuzi yako na ukasema kwamba ndio, nimekubali kuja kwa Yesu. Nimekubali kuacha dhambi. Nimekubali kuacha mabaya. Nimekubali kuacha yale yote yasiyompendeza Mungu. Na kwa kufanya hivyo, Bwana atakukomboa na utakuwa huru kweli kweli katika jina la Yesu. Popote pale ulipo sasa, unasema niko tayari kumwamini Yesu ili anisaidie kushinda dhambi. Kwa sababu yote ambayo unayafanya leo, si kwamba unatamani uendelee kuyafanya, lakini kuna dhambi iko ndani yako. Na dhambi ndio kikwazo kikubwa ambacho kitakufanya wewe ufarakane na Mungu. Na siku hii ya leo, yote ambayo mtumishi wa Mungu amezungumza, ameyaweka wazi mbele yako kwamba yote unayofanya ni machukizo. Na kwa sababu iko neema jioni hii ya leo, kama uko tayari kumpokea Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, fatisha maneno haya baada yangu sasa. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi kwa kuzaliwa na kwa kutenda. Na kwa sababu hiyo Bwana, nimetambua uovu wangu. Nimetambua makosa yangu. Ninakuja kwako Bwana. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote, zilizo wazi na zilizo sirini. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Popote pale ulipo tena, ninajua umeokolewa kuanzia sasa. Maandiko yanasema kama watoto wachanga waliozaliwa leo, kama watoto wachanga walivyozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili katika hayo mpate kuukulia wokovu. Popote pale ulipo, umelisikia neno la Mungu. Tutoki mbali sana na maeneo haya. Tunapatikana maeneo ya watumishi pale. Tunakualika ili uendelee kujifunza zaidi neno la Mungu, maana neno la Mungu ndio ngao, ndio nguzo ya maisha ya mtu aliyeokolewa. Na kwa sababu hiyo utakuwa na ushindi, na utakuwa ni mtu pekee ambaye unasimamia katika viwango vya utakatifu. Hata pale Kristo Yesu atakapofunuliwa, utakuwa miongoni mwa wale ambao watamlaki Bwana hewani. Bwana asifiwe. Basi nikuache na maombi. Nikuache kwa maombi. Wewe ambaye unaumwa, wewe ambaye ni mgonjwa, wewe ambaye una tatizo lolote lile, popote pale ulipo sasa, unaweza kushika mkono wako wa kuume kifuani, nami nitaomba pamoja na wewe. Popote pale ulipo, una ugonjwa umekusumbua kwa muda mrefu, una tatizo sugu ambao umezunguka huku na kule, haujapata tiba, haujapata ufumbuzi wa shida yako, nataka nikwambie jioni hii ya leo, Yesu alihubiri neno la Mungu, lakini kupitia neno hilo hilo alitoa uzima katikati ya watu. Nataka nikwambie jioni ya leo, utapokwenda kumuita Bwana, Bwana ataachilia uzima kwako. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunaomba Bwana kwa ajili ya watoto wako wa kiume na wa kike
mahala popote pale walipo. Wako walio na magonjwa ya kila aina, wako wanaoteswa na kisukari, wako wanaoteswa na BP, wako wanaoteswa na presha ya kupanda na kushuka, wako wanaoteswa na magonjwa sugu kama UTI, wako wanaoteswa na sickle cell anemia, wako wanaoteswa na virusi vya ukimwi, wako wanaoteswa na magonjwa nyemelezi. Ninaagiza kuanzia sasa, ninaamuru kuanzia sasa, kila ugonjwa ulioko ndani ya mtu, iwe ni uvimbe, kwa jina la Yesu Kristo ninaamuru potea kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Kila aina ya magonjwa, kila aina ya tatizo ambalo limetendeka rohoni likatengenezwa kwa ugonjwa ndani ya mtu, ninaliamrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, limwachie na awe huru kuanzia sasa katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu, kwa kuwa ninaamini katika jioni hii imekuwa ni jioni maalum kwa ajili ya ufunguzi wa shida yao. Imekuwa ni jioni maalum kwa ajili ya ukombozi kutoka katika nguvu za giza. Imekuwa ni jioni ya maalum kwa ajili ya kuwafungua katika mapepo na mikandamizo ya shetani. Asante Mungu wetu, kwa maana Bwana umetenda hayo kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu tumeomba, kila mtu mahali popote pale alipo na aseme amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Amina. Basi ndugu zangu, huenda una maswali, labda una maoni, labda una jambo lolote ambalo ungependa kuzungumza kuhusiana na mafundisho niliyofundisha, labda uimbaji ambao umeweza kusikia, ningependa nihitaji hii namba ya simu ambayo utaweza kunipata. Unaweza kunitafuta, wala ndugu yangu, kiukweli umetusumbua, usirudi tena mahali hapa, hatukutaki. Safi, tumefurahi kupokea message yako, simu yako safi. Mtumishi wa Mungu, kwa kweli kazi yako kwenye eneo fulani vijana au wachawi, safi kabisa. Ni siku nyingine nikija nitajua kabisa, nikija na kazi ya sehemu fulani. Namba ya simu ya kuweza kunipata ni 0710 679104. Narudia tena, namba ya simu ni 0710679104. Yule Mungu aliye mbinguni awabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.